sana katika kipindi chetu cha ujasiriamali. Na leo katika kipindi chetu cha ujasiriamali tupo katika ofisi ya Hukti Husni Islamic Beauty pale, ambayo inajishughulisha na huduma za kuosha, kusuka nywele, kupaka makeup, kuchora hina, kuuza na kukodisha nguo za maharusi. Bila kusahau tutakuwa na huduma ya pamba maharusi. Utakuwa nami mtangazaji wako Mwana Hawa Suleiman. Karibu sana. Kwa faida ya watazamaji, wewe ni mkazi wa wapi? Unajishughulisha na biashara gani? Mimi ni mkazi wa Morogoro, nakaa Morogoro vijijini. Nyumbani kabisa ni Kingolwira, lakini kazi nafanyia mjini, Morogoro mjini. Na ulihitimu chuo mwaka gani na pia ulisomea kozi gani? Miaka mingi. Mpaka nahisi kama nishaanza kusahau hivi. Lakini ni mwaka 2022 nimemaliza chuo. Nimesoma degree ya Mass Communication, chuo cha Waislamu Morogoro. Kipindi upo chuoni haukuwahi kujishughulisha na biashara yoyote au ulijiingiza katika biashara yoyote? Kipindi nikiwa niko chuo, hapana. Sikuwa katika biashara yoyote ile. Ilikuwa ni kusoma nyumbani kusoma, ilikuwa iko hivyo. Je, idea ya kupata biashara kama hizo ulizipatia wapi? Wakati kipindi uko chuo hukuwahi kujishughulisha na biashara yoyote ile? Kwanza ni tulivyokuwa chuo kuna somo specifically tulifundishwa, somo la entrepreneurship ambayo ilikuwa ni ujasiriamali. Ni somo la ujasiriamali. Japo kwa sababu sisi mambo mengi tulikuwa tunajisomea, tulikuwa tunasoma masuala ya uandishi, mass communication, ile namna ya kuongea na watu, haikuwa imebase sana kwenye masuala ya ujasiriamali. Yes, ilikuwa haijabase sana huko, lakini kulikuwa kuna somo specifically ambalo tulikuwa tunafundishwa. Kwa kupitia lile somo, lakini pia baada ya kumaliza chuo, kama unavyojua ajira sio kitu kirahisi. Ngumu kupatikana. Kwa hiyo baada ya kumaliza chuo, lakini pia nilibahatika kupata mwenza, na si kwamba hataki, lakini hapendi zile kazi za kuajiriwa na nini. Kwa hiyo katika harakati za kucompromise ikabidi niingie katika biashara. Of course biashara, vilivyonishawishi katika biashara ni vingi, ikiwemo ni hiyo kwamba mwenza wangu hafurahishwi na kazi za kuajiriwa kwa mke wake, lakini pia kwa sababu nilipenda, wakati nilipokuwa tuko chuo, nilipenda ujasiriamali kwa sababu tulifundishwa kwamba ni kitu ambacho unakifanya katika uwezo wako, kwa muda wako, na kwa namna ambavyo unapenda. Kitu ambacho huwezi kukipata ukiwa umeajiriwa. Hivi vyote unavipata ukiwa kama umejiajiri mwenyewe. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa sababu ambazo zilinipelekea kuja katika upande wa ujasiriamali au biashara. Una malengo gani? Tunaona una biashara, ofisi zako ziko mbili, uko mwenyewe unapambana. Je, malengo yako malengo yako yameishia hapa au kuna malengo zaidi ya hapo? Malengo yako unapokuja kwenye biashara huwezi kusema kwamba umeridhika kwamba nimepata. Malengo yapo, na malengo yangu makubwa ni expand, kukua. Nataka nikue. Kwa mfano kama saloni, nataka niongeze kule kwenye beauty parlor, nataka niongeze services zingine, tuwe na spa kabisa, tuna spa yetu. Lakini hilo ndo kubwa ambalo ndo wazo ambalo liko kichwani sasa hivi, yani kuseme kwa sasa hivi kwamba nataka niongeze kule, nipate spa, sehemu ambapo mwanamke wa Kiislamu anaweza kupata zile luxury services zote ambazo yeye atakuwa anazihitaji zinazohusiana na urembo. Kwa kubwa katika katika saluni ninachokipanga ni kuanzisha, ni kuikuza, kuipanua iwe na spa yake kabisa na kila kitu. Lakini nyingine nina another business idea ambayo
I am looking forward to it. Siwezi kuiongelea kwa sasa, lakini kuna wazo la kibiashara jingine ambalo limenijia pia, ambapo nimeona ni changamoto nyingine ambayo wanawake wa Kiislamu wanayo. Kwa hilo niko katika harakati za kujadili na wadau mbalimbali ili tuweze kulifanikisha hilo, na sijakoma. Nitaendelea kutafuta watu wa kushirikiana nao. Of course nimefeli kama mara mbili katika kushirikiana na watu, lakini bado naamini katika kushirikiana na watu tunapokuja katika swala zima la kibiashara. Bado naamini ili kufika mbali ni vizuri katika biashara kushirikiana na watu wengine, japo wote mnatakiwa muwe katika lenu liwe moja. Kwa of course katika hii biashara nyingine ni wazo jingine ambalo tena watu wangu wa karibu wawe tayari, ni wajiandae kwamba nawaletea tena wazo jingine ambalo, kuna wazo jingine ambalo naliwaza la biashara nyingine ambapo pia biidhnillah itakuwa ni suluhisho la tatizo la wanawake wa Kiislamu inshallah. Kwa hayo ndo malengo yangu kwa sasa. Ndani ya mwaka huu hapa Allah akiniwezesha niweze ku-expand ile beauty parlor, nipate na spa, sehemu ambapo wanawake watapata massage, watapata sehemu ya kurelax, yani bila wao kuhofia, bila wao kuwa na uoga kwamba hii sehemu labda inaweza ikawa haiendani na vigezo na masharti vya dini yake na nini. Hapana. Kwa hilo ndo ambalo lipo ndani ya mwaka huu inshallah bismillah. Unawashauri nini wanafunzi wa chuo ambao wanasoma somo la ujasiriamali? Pale wanaposoma waachane nao pale pale, au wakitoka waendelee, yani kuitendea nini? Uzuri wa maisha ni kwamba unafundisha. Yaani maisha darasani unafundishwa, lakini unapokuja huku maisha yakikupiga, yani wewe mwenyewe unajikuta automatically unayafuata yale ambayo yani unaishi, unaanza kudadili. Kwa hiyo mimi ninachowashauri wanafunzi ni kwamba kuzingatia yale ambayo wanafundishwa, hasa kuhusiana na ujasiriamali. Ukija kumtani ndio utakapoelewa kwamba yani utakapokuwa siku ile ulifundishwa darasani na ukopewa mtihani na ukaujibu na ukaweza. Sasa huku unakuja kuona reality ya vile ambavyo mwalimu alivyokuwa anasema, unakuja kuvikuta huko. Kwa kikubwa ni kuzingatia, lakini pia kuanza kuwa na idea mbalimbali, kwa sababu ajira hakuna. Niwaambie tu kweli, yani ajira hakuna. Ajira hakuna, yani ajira hakuna za kututosheleza wote. Zipo ajira, sio kwamba hakuna kabisa, zipo, lakini kwa wanavyo wote ambao wanamaliza kila mwaka. Unakuta kwa mwaka mmoja darasa lako tu ambacho ni chuo kimoja mnaweza mkao mmegraduate watu 180. Yani kwa huo ni kwa uchache. Lakini hujaenda vyuo vingine. Na kule na wenyewe wamegraduate mwaka huo na huenda wana GPA kubwa kuliko hata ya kwako. Au wana uwezo mkubwa kuliko kwako. Kwa hiyo wewe mpaka uje kupata ile ajira inakuwa kwa ukisikia ujasiriamali, kimbilia hiyo kipindi, usiache. Hata ukiwa unaumwa, kimbilia, usiache hiyo kipindi. Kwa hiyo jitahidi sana kuzingatia. Ni somo ambalo tuseme katika masomo yote ni somo ambalo lina uhalisia na maisha yetu ya baada ya chuo. Asante sana. Huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha ujasiriamali. Asante sana kwa kutufuatilia. Leo nilikuwa na mgeni wetu Madam Husna Isa ambaye ni CEO wa Hukti Husni Store. Nyuma kamera alikuwa Ali Ibrahim pamoja na Jumanne Hamisi. Mimi mtangazaji wako ni Mwanahawa Suleiman.